Asante sana. Bishop, kwanza wacha nianze kwa kusema ni kwa sababu gani tuko hapa siku ya leo. Nimeongea na mbunge wenu, ndugu yangu mdogo Ruko, na tukapanga atafute mahali hapa tufanye kanisa siku ya leo, kwa sababu nimekaa muda bila kupitia sehemu hii ambayo ni sehemu ya nyumbani, na niko hapa ama sisi tuko hapa siku ya leo kutoa shukrani. Hiyo ndio ilimetuleta hapa. Tumekuja kutoa shukrani kwa sababu Mungu amekuwa mwema kwa taifa letu la Kenya. Tumekuja kutoa shukrani kwa sababu hata kama tuko na changamoto nyingi katika familia zetu, katika maeneo yetu, katika nchi yetu, tuko na changamoto nyingi. Hata kama kuna changamoto, Mungu amekuwa mwema kwangu na kwako. Ni kwa sababu hiyo tuko hai, kwa sababu kuna wengine walikuwa hai mwaka uliopita, lakini saa hii hawako hai. Tumekuja kushukuru kwa sababu hata kama tuko na matatizo yetu kama taifa la Kenya, kuna vile Mungu ametusaidia. Every time when we think the country is getting into trouble, there is a way in which God always comes through for us. And therefore, we are grateful for God, the God who has preserved our nation, protected us, unlike many other countries who have gotten challenges, and those challenges have overrun them and they have destroyed their countries. We are grateful to God. We are not special. It is just God's favor. Mimi nimefika hapa leo kutoa shukrani. Hao waheshimiwa tumefika hapa leo kutoa shukrani, kuambia Mungu asante. Hata kama tuko na matatizo, tuko hai, tuko na afya, tuko na akili timamu, na matatizo ambayo tuko nayo, tukiwa na uhai na tukiwa na afya, tutaweza kusuluhisha shida zetu. Neema katima. Neema katima. Kwa hivyo, askofu, mimi nataka niombe msamaha kwa mambo mengi ambayo yameongewa hapa ambayo hayaambatani na kutoa shukrani. I want to apologize and I want to assure you, going forward, katika mikutano ambayo mimi nitakuwa, Mungu akinijalia, mimi nitaongea na hao wenzangu, tutasikizana. Sana sana mikutano ya kanisa. Mimi naomba tuheshimu Mwenyezi Mungu, tuheshimu kanisa, tuwe watu watulivu. Siku ingine tutafanya mkutano mwingine kule sokoni wa kuongea mambo yale mengine. Na mimi si walaumu hawa viongozi, kwa sababu vile wameongea mambo ambayo yapo, na mimi nasema tu, going forward, all of us, me included, we must always try to find a way of moderating ourselves and making sure that we stick to the business of the day and we do what the occasion calls for. Otherwise, mimi nashukuru hao wabunge na washukuru hao viongozi wote, na kama tumekosea, askofu, mtusamee. Sisi ni watu ambao tungetaka kuwa kielelezo ama kuwa mfano mzuri ya vile mtu angekuwa kiongozi na pia abaki kuwa
mcha Mungu na abaki kuwa mtu kama watu wale wengine. We respect the church. We do not intend to use the church for our own objectives. We have a lot of opportunities to do the other things that we like doing elsewhere. Jambo la pili, niseme vile tunashukuru Mungu, tukiendelea kushukuru Mungu. Tumeanza mwaka mpya. Huu mwaka ni mwaka muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Wakati wa likizo umeisha. Tumekuwa likizo kidogo ya siku kidogo kama wiki moja na nusu ama wiki mbili, na sasa tumerudi kazini. Mimi naona kuna watu wengi walikuwa wanaongea maneno, wakiongea na kusema mambo mengi. Nataka niwaambie tusiingie katika mtego wa wale ambao hawana mwelekeo na wale ambao wanataka kupotosha wale wengine. Nchi hii yetu ya Kenya, tukiwa viongozi na tukiwa wananchi, lazima tujue yale mambo ambayo viongozi wameongea hapa ni mambo muhimu. Wameomba barabara, wameomba tuongezee maji, tima, tuboreshe afya na tufanye mambo mengi ya kimaendeleo ambayo nataka niwahakikishie tutayafanya. Lakini vile vile na wasihi kama ndugu yenu na kama mmoja wenu na kama mwananchi mwenzenu wa taifa hili la Kenya, vile tunasonga mbele kujenga mabarabara, kuweka stima, kuweka maji, tujue taifa letu la Kenya ili liwe thabiti na ili tuwe hakika tutaacha hii nchi katika mikono mizuri ya watoto wetu. Lazima tujue baada ya kujenga barabara na kuweka maji na kuweka shule na kuweka hospitali, lazima tujenge pia utaifa wetu. Tujenge upendo kama wananchi wa Kenya. Tupendane sisi wenyewe, tupende nchi yetu, tuwe watu wazuri. And I want to make it clear that it is very important for us to build roads, to provide electricity, to provide water, to build hospitals and health centers. That is our priority. But equally, we have another priority. And that priority is to make sure we protect this country from division, from falling apart, from hatred, from all the negative things that could jeopardize our national interest. Hata ukijenga shule, lakini watoto ambao tuko nao hawataki kusoma, hiyo nchi haina matumaini. Hata ukijenga barabara na watu sisi wenyewe tuko na chuki, tumejawa na kiburi, tumekuwa na mgawanyiko, hiyo nchi haina matumaini. I want us to build our national values the same way we want to build the physical infrastructure and social amenities of our country. Jambo la tatu. Unajua mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa. Na mimi tangu siku ile nimepewa hiyo kazi, mimi sijapata hata siku moja kupumzika. Sababu najua usalama wa taifa ndio haya mambo yote ambayo tungetaka yafanyike. Lazima taifa letu liwe salama. Tusipiwe na maadui, nchi yetu isivamiwe na majangili,
na wale watu wa itikadi, wale wanaua watu wengi. So we had to work very hard for the last 2 years to protect our country from danger. And therefore, wakati nimepata hii kazi mpya, nikaomba siku kidogo tu na rais, nikamwambia kwa sababu ni Christmas, wacha nipumzike siku 2 ndio tuanze kazi Januari. Sasa hapo ndio story inaanza, sijui imetokea, sijui imekuwa nini. So I just want to assure you the country is very stable. We are now coherent, the government is coherent. Hapo nyuma tumepoteza miaka 2 na stories za bure. Tumepoteza 2 years quarreling amongst ourselves. It is easier to understand a quarrel between the government of the day and the opposition. That one you can understand, because these are 2 different political formations. But when you have quarrels in the same government, that government will not deliver. Kweli si kweli? Kweli si kweli? The Bible says a house and a kingdom divided cannot stand. Kwa hivyo sasa hivi tuko ile mizozo ambayo imekuwa imeisha. Hatutaki kuingia katika mambo ya mashindano, ya ukubwa, ya kiburi. Kazi iliyo mbele yetu ni ile kazi ambao viongozi wenu wamesema hapa. Tuko na barabara zetu zimekwama. The questions I want the people of Kenya to be asking us who are in leadership is how far we've done, how far we've gone on our roads projects, how far we've gone on our water project, electricity, and all the other things. Askofu, vile umehubiri, umetuambia kanisa ni chumvi ya ulimwengu, na umetuambia kanisa linasimamia amani na utulivu na uwiano na umoja katika jamii. Na ni kweli. Naomba muendelee kutusaidia kama kanisa. Nchi yetu iwe nchi ya ukweli. Inawezekanaje mimi nikiwa kiongozi kusimama mbele ya watu na kusema katika miaka 2 ambayo imepita hakuna kitu chochote ambazo kimefanyika? That is not true. What is true is that some work has been done, some other work is still pending, and some other work is still not yet started. Kwa hivyo tusiwe watu wa kuchemsha wananchi, kuchochea umma. Unachemsha tu umma na hauna solution, hauna jibu. Kazi yako kama kiongozi ni kuchochea umma, unachochea sijui nini, sijui hii. Kazi ya kiongozi sio kuchochea umma. Kazi ya kiongozi ni kusikiza mahitaji ya umma na kufikiria jinsi ya kusuluhisha hizo shida. That's why you're in leadership. Kwa hivyo mtuombee kama kanisa so that we remain focused, we remain true to our calling, we remain committed. Na hii mambo ya vita na mashindano na mambo ya uchochezi tuache kama taifa, ili tusukume nchi yetu katika safari ambayo imebaki. So mimi kwa heshima kubwa, mimi nasema nafurahia nimerudi kwa katika ile kazi ambayo sasa nimepewa. Likizo yangu ilikuwa ya siku 15 hivyo, imeisha. Sasa ni kibarua. So watch this space. Watch this space. We know what the agenda is. We know the expectations of the people of Kenya. We know the expectations of all the people of Kenya, from Mombasa County to Embu County, from Busia County to Turkana County, from Tharaka Nithi to Nyeri County. We know. And don't be cheated that for one area of our country to develop, another area has to suffer. It is not true. We can all develop
every part of Kenya can develop. It is possible. That is the work of leaders who have no vision, who sell the idea that for one area to develop, another area has to be neglected. We can all carry one another as brothers and sisters. One country called Kenya, we can develop every part of Kenya. We can pull those areas that have been left behind for a long time and pump a little more resources than the other areas to make sure that we bring up marginalized areas and equalize them with the rest of the country. It is even in the Constitution. It is called affirmative action. And that's what we will be pursuing. Lakini tusiambie watu ati ili watu ya mbele waendelee ni lazima Wakamba wakose maendeleo. Hiyo ni upuzi. If we go that direction, you destroy the country. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi? Kwa sababu tuwezi songa mbele when one part of the country is hurting. The whole country is hurting. I want to pledge for the unity of our country, the commitment of our leaders, and as a leader, don't tell us you're listening to the ground and doing nothing about it. Tell us you've listened to the ground and this is the solution to what the ground is doing. Tell us, having listened to the ground, this is the solution. The people of Mbere, they want this. The people of Embu, they want this. The people of Turkana, they want that. And this is how to do it. Uwezi kuwa kama kiongozi, kazi yako ni kusikiza raia vile wanasema, alafu unalia pamoja na raia. Umewasaidia na nini? Alafu unachemusha raia, unawachochea, unawaweka mori, unawaweka hasira, na hauna solution. The work of a leader is to listen to the needs of the people and generate the solutions to the needs of the people. Sijui kama tunaelewana. Mmechagua Roko ndio akuje hapa pia na nyinyi? Si mmesikia vile ile kazi anafanyanga kule bunge kwa niaba yenu? Na wakiwa na huyo Senator Mundigi. That is how leaders should do. When you know there is a problem about Muguka in Embu and Mbere, you go to the National Assembly, you look for the president, you look for other solutions, get a solution for your people. Sio kama tunaelewana. So mimi nimeona watu wengine hapa wanajaribu kutufunza kazi. Sisi tunajua kazi yetu. We are very clear. We know what the job is. Hao viongozi unaona hapa wengine ni viongozi vijana, but they are very clear on what their people require and they have a roadmap to resolving the problems of their people. So mimi sitaki kuongea sana, mimi ni mtu ya hivyo na endanga namna hiyo. Na saa nyingine watu wananiangalia wanauliza huyu sasa. Najua wanashangaa. Wanashangaa alifika hapa aje? You know? Wanashangaa wanauliza sasa alifika aje? Hiyo ndio kisirani. Hiyo ndio sasa unaona kisirani mingi. Kwa sababu mambo ya uongozi ni mambo ya Mungu. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na ukipata nafasi, your headache as a leader should be, what is it that I can do now that I have this opportunity for the people? Sio kuzurura hapa. Na wengine wanaonanga vile tunaongeanga wanafikiri sisi ni watu waoga. Wakati nimekuwa waziri wa usalama, kuna watu kule North Rift walikuwa wanaendesha kazi ya banditry, majangili wa kuua watu. Walikuwa wezi wa ng'ombe, wanavamia raia, wanaiba ng'ombe, wanaua watu, na walikuwa na kiburi mingi. Kiburi mingi kwa sababu wameona mawaziri wengi wa usalama
wameona watu wengi walikuwa na hiyo kiburi, wakasema sasa huyu minister wa interior huyu atawezana na majangili. Ile kazi Mungu alitusaidia kufanya hapa. Kwa hiyo mambo, leo nasikia kuna sherehe, hata rais ako huku, kuna sherehe ya kusherekea amani katika pande hiyo ya Kenya. Kwa sababu uongozi sio mambo mingi, sio kiburi, sio sauti, sio mambo mingi. So we must be clear what we want. And I want to tell our people, msiwe na wasiwasi. Nyinyi mrelax. Just relax. Hiyo mambo yote mmesikia, si mmeomba mambo ya barabara? Si mmeomba maji na stima? Ngojeni tu. Mungu hawezi kubariki akupatie kazi ya kusaidia wa Kenya, alafu unaiwachilia, unaidunisha, inakuwa tu ni kazi ya uchochezi na kazi ya kusurura hapo na kutukana watu wale wengine. Ukienda kwa waheshimiwa kama hawa, wengine ni vijana, badala ya kuwasaidia mahali wanateleza kama hii, unaona nawaambia tujaribu hii namna hii, unaenda kuwatukana na waita majina. It's not possible. It is not possible. It is not possible that you are the only person who is knowledgeable. Na hii Kenya hatutakubalia mtu yoyote kuzurura hapa akichochea wananchi na kuwatia mori bila kuwasaidia katika shida zao. We will not allow that to continue. Nataka nikosoe wengine waliongea hapa kidogo. Sisi hatusemi mtu asikuje. Kila mtu aende kila mahali, kila kiongozi amekaribishwa. Hata hapa Mbeere North, hata mahali popote, kila mtu amekaribishwa na asipigwe kelele. Kwa sababu kazi ya kupiga kelele ni kazi ya mtu ameshindwa. When you are unable to articulate yourself, you make noise. Isn't it? When you are unable to persuade other people, you make noise. So musipigie viongozi kelele. Hata ule mjumbe utatoa kwa kiti, we ngojea umtoe 2027. Why are you making noise now? Musipige kelele, we muitishe mambo yake ile ya CDF, ya basari, ya nini. Kama umeamua utamchagua, your time will come. Because there is a difference between leadership and populism. Those are two different things. Leadership ni kufanya majukumu kubwa, kuchukua kilio cha wananchi na kujaribu kutatua shida za wananchi, sio kutafuta makofi na kutafuta kupigia watu wengine makelele. So we need to be very careful. The start of this new year, we must be very focused na tuheshimiane. Tuheshimiane sisi zote, wakubwa kwa wadogo. Wananchi tuheshimu wananchi. Wananchi waheshimu viongozi wao. Hata kiongozi wako akikukosea, wewe muheshimu, na kwa sababu ni viongozi wa kuchaguliwa na kura, siku ya kupiga kura ikifika utamuadhibu kwa kumtopigia kura. But we cannot be a country of indiscipline, a country of lawlessness, a country of violence and making noise. So all leaders are welcome everywhere, anywhere. Whether they are in office or they are out of office, it doesn't really matter. They are still our leaders. But they must also respect other people. Na pia waheshimu viongozi wale wengine. Naona watu wanaongea mambo mingi hapo, sijui nini. And I like it that way. Wanaangalia, wanaona kama ni kitu rahisi. We will not allow that to continue. Tuheshimiane. You saw when I went to the media interview before Christmas, I was very restrained. I didn't want to attack people. I didn't want to talk about other people. But you see,
The problem is that people may think that we don't have anything to say. So tuheshimiane. Mimi nitaendelea na heshima yangu. I'm not going to change myself. I'm going to stay the way I am. Lakini tuheshimiane. 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 Yeah. Kana buri batanzo bambere. Watu wakuje huko na heshima. Watu wakifika hapa wakuje na heshima. Yeah. Number 2. Watu wetu tuachane na siasa ya kupigia viongozi makelele. That is wrong, brothers and sisters. It is not right. If you are unhappy with a leader, there is a way of dealing with that leader. Ni makanatima. Tukaigathayo. Kana burenda mbara. Burenda mbara. Kana ithayo. Ukamukira atongoria bothe. Barabaga kinya guku. Ukamagiteo. That is the Kenya. That's how you build a civilized society. That is how you build a modern country. We cannot be a country where leaders are scheming against each other and paying young people money to make noise at other people. Na mimi nimeomba hao viongozi ambao tuko nao katika hii mambo ya siasa. Mimi kusiwahi kiongozi wa kunisaidia kupangia vile kiongozi fulani atapigiwa kelele. I will not be part of that. I will actually denounce those plans. It is not necessary. Hiyo kazi nyingine ya kushindana kwa siasa, ule anataka kushindana na sisi angojee hapo mbele. Ataona kilichomtoa kanga manyoya. Tawamalizia asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema. Yeah, lakini saa hii tuko kazi. So naenda kuweka kibao hako imeandikwa Men at Work. Ile kibao ya wale watu wanajenganga barabara, inaitwa Men at Work, ndio naanza kuweka hapo. Na muangalia kutoka kesho ile kazi tunaenda kupromosha Kenya hii. Yeah. Kama wewe uko na hasira zako na mambo ya visirani, usituletee visirani yako. Please, na tuheshimiane. I repeat, tuheshimiane. Mimi heshima zote nimekupatia, but you must also respect me. Kwa sababu mimi naona mahali tunaendelea kuna mahali tunataka kufika. So si wacha niachie hapo. Muko salama wati ya mbele. Tuko chonjo. Utatuunga mkono. Mumefurahi mimi Mungu kunijalia bahati mmoja wenu kuwa deputy president ya Kenya. Mumefurahi ya kwamba Mungu amekumbuka sehemu kama hizi zetu. Na niwaulize, tumekuwa na marais wengi. Rais William Ruto ni rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Kweli ama si kweli? Kuna rais mwingine alikumbuka mtu ya saidi hii kuwa makamu wake? So mimi nataka niseme ya kwamba we are fit for purpose, we are ready for the job, we are clear on our mandate, and we need to call each one of us to order so that we respect each other, work together, build our country. Ya mwisho, musiingizwe katika hii mambo ya sijui Mount Kenya East, Mount Kenya West. Hao watu wote hii dunia yote, hii community is one community. Si ni kweli? Si imekuwa community moja? Tumesimama pamoja as one community. We are one community. Na wale wanaenda kuongea siasa, mpunguze hii mambo ya kudivide watu. Naenda kusema sijui nyinyi jamii fulani, sijui hata nyinyi mtu, hapana. Kwani wamekataa? Hawajakataa. Kwa nini unaleta vurugu na hawajakataa? Si ungoje hapo mbele uone vile maneno
tanyoroka. Yeah, so usichokoze watu ati sijui hamtaki kutuunga mkono. Wanatuunga mkono wote. Si umeona wengine wamekuwa hapa. So let's not be divisive. Let's put the community together, put the country together, na tutafika ile safari Mungu anataka tufike. Asanteni sana. I wish you well. Bishop, naomba hivi tukimalizia. Nilikuwa nimeongea na wenzangu. Tukasema kwa sababu watu wameleta siasa nyingi hata katika mambo ya Mungu. Ati ile mambo ya kutoa sadaka imekuwa siasa. Ati mambo hii ambayo iko kwa Biblia tulikuta huko, sio sisi tuliandika, imekuwa sasa is a political issue. So nilikuwa nimeongea nao, tukasema kwa sababu sisi ni Wakristo na tunajua Biblia inasema mtu atoe sadaka yake ya shukrani. Kuna sadaka aina nyingi. Kuna sadaka ya shukrani. Na lazima utoe sadaka ya shukrani ndio ubarikiwe. So tulikuwa tumechanga sadaka ya shukrani. Lakini kwa sababu watu wameweka kisirani kwa mambo ya Mungu, hiyo sadaka tumeisanya mahali. Nilikuwa nataka ipelekewe bishop mahali hako. Sababu hao watu ya TV wataanza kutupiga sijui nini. Sasa sadaka masadaka ni Mungu amesema, Biblia imesema tutoe sadaka. Lakini kwa sababu ya hii mambo nasema ya kwamba tumekuwa nchi ya mambo ya kupingana, mambo ya bure. So hiyo sadaka ipelekewe bishop. Alafu ikifika pale mimi nitapitia mahali bishop hapo aniombe kutoka mahali hako, na tuombe political leaders so that God can give us wisdom and strength, protect us as we serve our country. Akimaliza hiyo maombi ya mwisho, mtupatie ruhusa tuondoke. Lakini mimi hii mwaka ndio ile mwaka tutazunguka hii nchi yetu, tutashunguka hii mbele, tutavurugana na mambo ya maendeleo, tutasukumana na mambo ya kusaidia wananchi. And I want to promise you, by this time next year, this country is going to be different. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you.